watendao maovu. Sasa wanatenda maovu kwa nini? Maovu wanayotenda si kitu kingine, ni kule kujiinua juu ya Mungu mwenyewe. Lakini Yesu hakuhesabu kuwa sawa na Mungu kama kitu. Alinyenyekea. Hebu nione ni wangapi wanataka kunyenyekea. Haleluya. Mungu atusaidie. Na kwa sababu ya hiyo, Mungu atageuza jina lenu. Haleluya. Neema imeshuka ya kugeuzwa ili Mungu akutukuze. Ujipate hali unajiuliza, ni mimi kweli? Na tayari kuna watu Mungu ameinua hapa. Haleluya. Na mambo bado. Sema mambo bado. Yes, sema mambo bado. The best is yet to come. But the secret is in humility. Yesu hakuhesabu kuwa sawa na Mungu kama kitu, lakini alinyenyekea hadi kufa msalabani. Hebu angalia hapo. Wakati mhubiri mmoja kule Nigeria alifariki, na ni mhubiri alikuwa anaombea watu wanapona, hata anaombea wafu wanafufuka. Sasa alipokufa watu wakashindwa, kwani? Yaani walikuwa natarajia yeye hatawahi kufa. Unapopewa nafasi ya kumfanyia Mungu kazi, alafu anakupatia utukufu fulani, hebu nyenyekea na kutii sauti ya Mungu, kwa sababu kutii ni bora. Sikiza Mungu anasema namna gani. Usiwasikize watu. Katika huo muktasari wa kitabu cha Ezekieli, pia ningewapatia habari ya kuhusu nabii wa kweli na nabii ambaye si wa kweli. Nabii ambaye si wa kweli anakuambia jambo ambalo ungependa kusikia, akiwa anaona kwamba anatii na kutegemea tu itimie. Nabii wa kweli anakuambia kile Mungu amesema. Nabii kama Ezekieli, mnajua, aliambiwa apike mkate wake kwa Ezekiel chapter number 4 verse 9. Tunaangazia jambo kunyenyekea. Sema kunyenyekea. Nasema useme hivyo ndio usilale. Chapter 4 verse 9. Pia ujipatie ngano na shayiri na kunde na ndengu na mtama na kusemedhi, ukavitie vyote katika chombo kimoja, ukajifanyie mkate kwa vitu hivyo, kwa kadiri ya hesabu ya siku utakazolala ubavuni mwako. Yani siku 390 utaula. Hii ndio ile wanaita mashakura. Mshasikia habari ya mashakura? Naonekana watu hawaendi mtandaoni sana. Yaani ni chakula ambacho unachanganya na hakifai. Ezekieli angefanya hivi tu kwa sababu alisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Sisi wote ni manabii.
tumeitwa kufanya kazi ya Mungu katika nafasi mbalimbali, katika idara mbalimbali. Sisi wote ukaambiwa changanya machakula kama ishara kwamba Mungu anataka kufanya jambo na wewe, nyenyekea. Nyenyekea. Ukaambiwa tembea kwa mguu bila viatu, nyenyekea. Usianze kusema Mungu, mimi natangaza habari yako njema, sasa mbona? Ni kwa muda tu. Mungu ako na haja na kukutukuza wewe. Kwa hivyo ningependa unisikilize kwamba haijalishi unapitia njia gani wakati huu, haijalishi huduma yako inapigwa vita aina gani, haijalishi ndoa yako inapigwa vita aina gani, haijalishi jamii yako inapigwa vita aina gani. Kama ni kutembea kwa miguu, tembea. Kama ni kuchanganya machakula, changanya. Bora unasikia sauti ya Mungu, nyenyekea na kutii Mungu. Usianze kusema hata huyu Mungu naona nitawachana na yeye, uanze kutafuta peremende. Na mimi nakwambia hivi, wakati unapitia nafasi hiyo, kutakuwa peremende, kutakuwa milioni 20 na ingine 100. Haleluya, haleluya. Hebu tutii. Hapo ndipo Mungu, wakati Yesu alitii. Hebu turudi mahali uliweka kidole. Wa Filipi 2. Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatoa namna ya utumwa, akaamua sasa yeye, ingawa ni Mungu, lazima atekeleze kile alizaliwa kutekeleza. Kuna wimbo unaenda namna gani? He was born to die. Who knows that song? Na, 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 na. You live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. Huo wimbo unasema hivi kwamba Yesu alizaliwa ili afe, akaonekana kama maua ambayo inajulikana, inasifika sana. Hii maua inaitwa rose flower, ambayo ikaonekana kama ni ile imekanyagwa kwa mguu, like a rose trampled on the ground. Sasa yeye alinyenyekea, akavaa kama mtumwa, lakini yeye ni Mungu, na haikubadilika kwamba yeye ni Mungu. Mungu angependa tumuige Yesu, kwamba kila mmoja wetu ameitwa katika njia fulani, njia ambaye Mungu mwenyewe ndiye ametengeneza. Unajua nilimpigia ndugu yangu John hapa simu siku moja, nikamuuliza, John, nimeona umetoka kwa ibada kabla haija kwisha, kuna nini? Akasema, Bishop, hata sikujua ni nini kinaendelea. Nikajua lazima kuna kitu.
Alijaribu kunyenyekea lakini akashindwa. Hapa hii siwezi stahimili sasa. Mungu anataka tunyenyekee. Kila mtu kuna njia umepewa. Haleluya. Na utapitia mambo. Wakati mmoja, wakati tulianza huduma, kukawa watu wanasema mambo. Mara huyu ni daktari ama ni mhubiri? Na mimi najiuliza, hata wakati mwingine najiuliza hilo swali, lakini naambiwa hapana, wewe endelea tu. Unapitia mambo haya na yale na haya na yale. Kila mtu kuna mambo, kuna njia Mungu amekutengenezea. Kile Mungu anataka kwako ni uaminifu na kunyenyekea na kutii. Na ukishamaliza, ambao muda si mrefu, yeye mwenyewe atakuinua. Hebu shikilia tu bado kidole hapo. Twende waraka wa Petero wa kwanza. Chapter number 5, verse number 10. 1 Peter chapter number 5, verse number 10. Ni mstari tunapenda kusoma na tutausoma. Msomaji tusomee. Kuna umuhimu wa msomaji. Wakati msomaji wetu alikuwa ni yeye sasa nahubiri, akatafuta msomaji, akajaribu Bishop Muturi, wapi, akajaribu Mbati. Asante, hebu tumpigie msomaji makofi. Haya, tusomee. Ni Petero wa kwanza 5 mstari wa 10. Nasema, na Mungu wa neema yote, na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu wake wa milele. Haleluya. Sikia hapo. Katika Kristo yeye mwenyewe ndiye ametuita katika utukufu wake. Yeye ndiye atatukuza. Amen. Na anataka kutupatia utukufu, na ametuita yeye. Amesemaje? Mkiisha kuteswa kwa muda kidogo. Haleluya. Ngoja. Amen. Kuna njia Mungu amekuita na amekutengenezea. Sasa huenda kuna mateso. Kuna mwimbaji alisema, mahangaiko na shughuli za kila siku zinazofanya wanadamu walisahau Mungu wao. Usiwache mateso hayo na mahangaiko na shughuli za kila siku ziweze kukuondoa kwa ile njia, kwa sababu hivyo vitu ni vitu vya muda tu. Mungu aliyekuita kwa utukufu wake, yeye mwenyewe amekuneemesha, na baada ya muda kidogo yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Amen. Kwa hivyo tusimame imara katika njia ambaye Mungu ametuita, na tuwe watu wa kutii sauti ya Mungu. Tusiangalie mambo ya watu, tusiangalie mahangaiko ya kila siku. Unajua, nilishangaa wakati mmoja nikiwa kijana mdogo, nilitamani sana niweze kushika pesa nyingi. Nikawa nasema nikawa naomba hivi vitu viwili: niwe na kazi na niwe na nyumba Nairobi. Nikiwa tu na hivyo vitu, hakuna kitu kingine nitafanya. Jamani, nilipata kazi, nikapata nyumba Nairobi, lakini bado ndio hayo.
tusiwache mambo haya. Na mimi najua kuna watu hapa wanaomba hivyo, wanaomba Mungu nipatie tu nyumba Nairobi, patie nyumba yangu Nairobi, basi nitakutumikia milele. Wacha apate hiyo nyumba, utaanza kuona. Hebu tunyenyekee na kutii sauti ya Mungu. Kuna mahali Mungu anatupeleka. Haleluya. Usiangalie mambo ya watu, na ukiwa unafanyia Mungu kazi, sema kile Mungu amesema useme. Usiwaambie watu kile unajua wangependa kusikia ndio watoe pesa ama ndio wakubariki. Hapana. Kama ni kuambia watu kututii na tunyenyekee, basi waambie hivyo. Maana siri ndio hiyo. Na usiangalie. Yesu hakuangalia mateso aliyopitia wakati huo kama kitu, maana alijua utukufu ambao unakuja. Turudi mahali tuliweka kidole. Asante Yesu. Thank you Jesus. You're awesome Lord. You reign in majesty. Be lifted on high. Hebu tuendelee. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Nakwambia, hii ni guarantee. Ukinyenyekea na kutii sauti ya Mungu, usipoangalia mateso kidogo ya muda kidogo, mema yaja. Mema yaja. Mungu atakuinua. Nikumbushe huo wimbo. Mema yako mbele. Nani anaujua?